Bwana Yesu asifiwe, mpenzi mtazamaji, ndugu zangu, dada zangu. Ni matumaini yangu ya kwamba umeweza na kuamka ukiwa salama, umeweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu, maana siku ya leo ni siku ya Jumapili ambapo tunafaa na kumshukuru kwa sababu wiki nzima amekuwa pamoja nasi, akatuongoza. Wengine akaweza na kuyajibu hata maombi yao. Najua siku ya leo hata wengine watakuwa tu wanatoa ushuhuda na kusema kwamba Mwenyezi Mungu kanitendea hiyo wiki yote. Hivyo basi tumshukuru, maana yeye ndiye tu anafaa sifa kutoka kwetu ama sifa zetu. Karibuni sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, tuendelee na kuogelea ndani ya hayo manyunyu ili tukaweze na kupokea hizo baraka kutoka katika neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunaletewa na mtumishi wake, sio mwingine mbali ni Reverend Ruth Sami kutoka kanisa la ABC Katangi wa Munyu Pastorate Machakos Sabendikota. Nikitumai kwamba mahali popote pale unanitazama ukiwa upo ama uko tayari kabisa ili ukaweze na kuzichota hata kabla hujafika pale kanisani. Karibu. Nachukua fursa hii kumshukuru Mungu kwa maana imepata siku ya 7, Jumapili ya leo, ambayo tukiingia katika neno la Mungu na kukaribisha mpendwa mtazamaji wa Undugu TV katika kitengo cha Manyunyu ya Baraka, ili tuandamane pamoja na neno la Mungu lenye litakuwa usaidizi kwetu. Tutalipata katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 18. Tutaweza kusoma mstari wa 37 hadi 39. Tasoma neno la Mungu likisema hivi: Unisikie, Bwana, unisikie, ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wakurudie. Ndipo moto wa Bwana ukashuka, ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mafumbi, ukayalamba yale maji yaliyokuwemo katika mfereji. Na watu wote walipoona wakaanguka kifundifundi, wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Tuombe. Asante Mungu wetu ambaye tumekuona wewe ndiwe Mungu, amna mwingine. Yu mbinguni hata umu duniani ni wewe Jehova Mungu. Kweli twajitwika mikononi mwako, tukiomba Mungu ukatusaidie, ukatuongoze, ukatufunulie yote. Endapo Jehova Mungu taweza kupata tamati, hatuna budi kusema uinuliwe na ushukuliwe. Naomba yote na ni kwa ajili ya Yesu Kristo tunaomba, amen. Chenye tutaenda kuangazia siku ya leo ni kuangalia na kujikumbusha maombi yake Elia. Elia alikuwa nabii na aliweza kutoa unabii wake wakati wa wana wa Israeli, na kulikuweko na wafalme kadha wa kadha aliweza kutoa unabii wake kwake, tukisema kama vile Ahabu. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu aliweza
kunena na Mungu, na Mungu akanena naye, na Mungu akamtuma akadhihirishe ni nani Mungu kwa Israeli. Ni nani Mungu? Manake kulikuweko na watu waliojichagulia kuabudu miungu mingine, na wakati ukawadia, Elijah alitokeshwa na hao watu akiwaambia wamwabudu Mungu aliye wa kweli, Mungu wa wana wa Israeli, Mungu aliyewatoa Misri, Mungu aliyewavukisha katika bahari, Mungu aliyewapigania katika taifa nyingi, Mungu aliyewapa nchi ya ahadi, na Mungu ambaye alifanya mengi sana, wao wakiona na wakishuhudiwa na maandiko katika scroll pia walikuwa wanasoma. Hao watu hawakukubali na wakaamua kusonga miungu ya kusongwa, na walikuwa wanaabudu hiyo miungu. Kama tukikumbuka, wakati Musa alienda mlima Sinai, akawacha wana wa Israeli walitengeneza hata mungu wao wa kusonga, na wakaanza kucheza wakimzunguka. Hiyo ni jambo ambalo liweza kumshunisha mtumishi wa Mungu Musa. Hivyo basi Elijah ikawa hivyo. Mungu alikuwa anaongea na wao na akamwambia, enda uambie ni mimi Mungu yule, kulingana pia na Kutoka 20 tukisoma mstari wa kwanza, mimi ndiye Mungu wa wana wa Israeli na sipaswi kuabudiwa pamoja na miungu mingine. Hawakukubali. Basi Elijah akawaambia, twende basi, kila watu watoe sadaka kwa Mungu wao. Na wakaenda, na akawaambia, anzeni nyinyi. Hao watu wakaanza story ndefu, utajisomea wewe mwenyewe. Wakaanza, wakaomba, wakajikatakata, wakafanya kila jambo, na sadaka yao haikuteketezwa. Walikuwa wakisema moto utoke mbinguni uchome sadaka. Basi walipomaliza kila kitu chao, Elijah akawaita watu, wakamsongea wote, wakamzunguka, wakaangalia na macho yao, akatengeneza madhabahu pahali ambapo watachomea sadaka ya kuteketezwa wakiona. Basi kwa jambo la kwanza akaomba hivi, unisikie Bwana, ili watu hawa wakurudie. Akamwambia Mungu, unisikie tu wakati huu, kwa sababu nimemaliza kazi yangu, imembaki ni yako, na hakika unisikie. Na hii ikichomeka, hawa watu wako watakurudia, maanake wengi walikuwa wamewafuata wale wa bahari. Na badala ya maombi tu hivi, maanake Biblia inatuambia alienda akalala kifundifundi, na hapo akamwambia, unisikie Jehova, unisikie. Na hakika moto ukatoka juu mbinguni, ukaja na ukachoma ile sadaka ya Elijah, ukalamba hata maji katika mtaro yote, na ikaanza kuteketeza ile sadaka. Watu walipoyaona hayo, wote pia wakaanguka kifundifundi, wakamuomba Mungu, wakitubu na kukiri makosa yao, wakimwambia Mungu, sisi ni wakosaji, tulikuwa tumewafuata hawa watu, na sasa tumerudi kwako, tusamehe. Hivyo basi, ndugu yangu na dada yangu, ukiwa mahali popote uliko, huenda ikawa umeshawishiwa na watu, ukaacha yule Mungu wa kweli
au ukaanza kuabudu miungu mingine, ukaingia katika dhambi, unafurahia unapoishi katika dhambi, maana yake uko unakula, unakunywa, unajifunika kama unafaa, lakini hiyo furaha yako ni ya muda. Ninakuita nikikwambia ya kwamba tazama, Elijah akaomba kutoka mbinguni, moto ukatoka mbinguni, na ninakuambia kana kwamba ule uzito uko nao, enda ulale pale kifundifundi, na ukiwa pale muite Mungu ambaye ni Mungu. Maanake watu walisema kweli Mungu ndiye Mungu, na ni kweli akawa Mungu, maanake alichoma sadaka. Kuna wakati unaoandia ndugu yangu na dada yangu, ambao ile shida unaiombea Mungu ataenda kuitatua, Mungu ataenda kumaliza hiyo shida yako. Majaribu na mateso yatakuondokea, hakika utasimama tena ukiwa mtoto na mtu wa Mungu. Kwa hivyo ndugu yangu na dada yangu, mahali popote ulipo, usikufe moyo, basi simama imara na huyu Mungu wa Elijah, na huyu Mungu wa wana wa Israeli atakuwa Mungu wako, na huyo Mungu wako hakika kama vile tunasoma kutoka kwake Elijah, pia tutasoma kwako, na wengine wataokoka kwa ajili ya majibu ya maombi yako. Kwa hivyo simama imara, uache ya dunia hii, umuishie huyu Mungu, na hakika wote wataweza kusema Mungu wa fulani ndiye Mungu, fulani wa fulani, yule Mungu anayemuomba ndiye Mungu. Twendeni tumuombe huyo Mungu, uwe na furaha na ushangilie, kwa maana siku moja kutakuwa shangwe na furaha na ndelemo wakishangilia huyo Mungu wako, nawe utasema pia Mungu ni Mungu. Mungu huyo na alibariki neno lake. Amina. Asante Jehova Mungu, Mungu wa Elijah, Mungu wa wana wa Israeli, Mungu wa baba yetu Yesu Kristo. Kweli tumeshuhudia mahali kwingi ukitenda, na ushuhuda uko pale waliokutumaini, waliokuegemea, walioweka imani yao kwako Bwana, hatimaye waliefuka wakiwa washindi, na ushuhuda ukiweko kana kwamba Mungu wao ametambulikana ndiye Mungu. Wakati kama huu tunakuomba tukikuenzi ukiwa katika kiti chako cha rehema, ili uweze kushuka kama vile uliweza kushuka juu ya mwamba, kama vile uliweza kushuka ndani ya moto na ukachoma sadaka yako, na Mungu akaitwa Mungu. Kwa hivyo basi tusaidie. Kuna mengi yametulemea. Tunapoongea, watu wanapotutazama mara kwa mara wanatudhihaki wakiuliza Mungu wao yuko wapi? Mungu wetu yuko juu mbinguni. Shuka kwa mtu mahali aliko, jionyesha na ujidhihirisha kana kwamba ni wewe Mungu. Tenda jambo jipya. Naliombea Mungu Baba, hakika stesheni hii na wale wote wanafanya kazi mahala hapa, wasaidie Mungu Baba, wakawe na upendo, ushirikiano mmoja na Mungu wetu, wakienda kwa moja watendee mema yako. Nikimkumbuka baba wa kanisa mahali popote aliko, ukamsaidie, ukamuinue, ukimpa hekima na maarifa ya kuliongoza kanisa lako, na watumishi wako wote kwa ujumla, kila mmoja daraja yake, na hata Mungu wetu kanisa lote wote ukaweze kuwasaidia, ukawashindanie Bwana. Watumishi wako wambaki salama pamoja nawe. Tukikutana wakati mwingine tutakushukuru. Katika Kristo Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Bye bye. Mungu unjidhihirisha kwa nguvu zake ama kwa nguvu yake, ili kuleta uamsho mpya, ili pia kuleta
hata imani. Asubuhi ya leo ninakusihi kwamba mpenzi mtazamaji, tuzidi na kumtumainia Mwenyezi Mungu, usikate tamaa. Tuzidi na kumtumainia huyo tu. Imani yako isije ikawa ni imani ya kuyumba hapa na pale, bali tumtumainie huyo tu Mwenyezi Mungu, maana kwa wakati wake atatenda. Ninaongea hilo nikiwa sijui kabisa ni lipi ambalo unaweza kuwa unalipitia. Ni lipi ambalo unaweza kuwa uliweza na kuipitia ama kulipitia hiyo wiki ambayo tunaimalizia. Kwa kweli kabisa unaweza kuwa unaumia, unaweza kuwa umelia sana. Lakini tuzidi na kumtegemea huyo Mwenyezi Mungu. Maana anja kuatilia, anja kuacha, bado katika hayo mapito, hizo changamoto, Mwenyezi Mungu yuatembea pamoja nawe. Na kama huu wakati kama vile ambavyo tumeweza na kufundishwa kwamba Elia aliweza na kuomba Mwenyezi Mungu, akamuomba kwamba moto ukaweze na kushuka, ili wale ambao walikuwa wamekaa tu pale wakaweze na kuona huyo Mungu ambaye anaweza na kutenda. Na Mwenyezi Mungu akaweza na kushukisha moto. Yaani moto ukawa unameza maji mpaka ile ilikuwa kando kando. Na Elia aliomba ili kukaweze na kufahamika kwamba kuna Mungu ambaye anafaa kuabudiwa, ambaye anafaa kutumikiwa. Pia nawe ukiweza na kumtumainia, ukiweza na kumtegemea, lolote ambalo unaomba mbele zake utaweza na kupata jibu kwa wakati wake. Wakati ambapo tunaomba, tuombe kwamba hata mapenzi ya Mwenyezi Mungu yakaweza na kutendeka. Tusiombe tu mapenzi yetu yakaweza na kutendeka, hapana. Tuombe mapenzi ya Mungu yakaweza na kutendeka, na kwa wakati wake ataweza na kujibu maombi yetu. Haijalishi umeumia kwa muda gani. Haijalishi hayo yote, hayo majaribu ambayo unaona mbele zako. Wakati mwingine unafika mahali unaona kwamba umeona giza. Wakati mwingine unafika watu wanakuangalia, wanajiuliza, wanakuuliza hata wengine na madharau, unatumikia Mungu gani? Huyu Mungu ambaye umejipeana hivyo kwake, huyu Mungu ambaye unasema kwamba unaenda pale kanisani unamtumikia, unatoa fungu, unatoa sadaka, unatoa mautumishi, ni Mungu wa aina gani? Maana tunakuangalia tunaona kwamba unateseka. Ni kwa muda tu. Mtazamaji wangu, ningependa ama ninakuulizia ukaweza na kuamini kwamba ni kwa muda tu. Kama aliweza na kujibu wakati wa Elijah, hata wewe ataweza na kukujibu, na ipo siku utakuwa unatoa ushuhuda, na utakuwa ushuhuda kwa wengine. Na wengine watazame na waseme kwamba kama fulani wa fulani aliweza na kujibiwa, kama fulani wa fulani amefika hapa, kama fulani wa fulani ile ni familia yake, hakika kuna Mungu. Imagine ipo siku wengine wataweza na kusema hayo, na waseme kwamba huyo Mungu ambaye waabudiwa na huyu ama fulani, hakika nitaweza na kumwamini, nitaweza na kuokoka kwa sababu nimeweza na kuona kwamba ni Mungu ambaye huwa anajibu. Simama tu imara, usiyumba yumbe. Simama imara na umtegemee huyo tu, huyo Mwenyezi Mungu. Usirudi nyuma, zidi na kutazama mbele, zidi na kujipeana. Hata kama sauti zitakuwa namna gani, zidi na kutazama mbele na Mungu atakutendea. Ninakutakia wakati mwema. Reverend, hakika tumeshukuru sana. Umetubariki hiyo wiki yote. Au kuchoka kufika hapa asubuhi kutubariki, kubariki watazamaji wetu. Ninashukuru sana. Barikiwa na Mwenyezi Mungu, azidi na kukuongezea mengi. Ni kwa sababu ya watazamaji wetu. Wakati ambapo unarudi huko Katangi, maeneo ya Katangi wa Munyu, wasalimie na uambie kwamba wana undugu pia tunawapenda. Nimekuwa wenu Reverend Lucy Michael, nikikutakia wakati mwema, siku njema, mahali popote pale utaabudu. Mungu akawaone mema yake, Mungu
akawajibu. Watumishi wote wa Mwenyezi Mungu ambao mtaweza kutumikia, ama pale mtakuwa pale mbele mkiweza na kulisha kondoo wa Mwenyezi Mungu neno lake, chakula cha uzima, Roho Mtakatifu akazidi na kuwatumia na pia kuwainua, na muwe na siku njema. Tupatane hapo saa 7:30 katika kipindi cha Tusifu pamoja. Bye bye.